Habari za wakati huu. Natumai uko poa. Nikukaribishe katika sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri kweli kweli kuhusiana na penzi lililogeuka kuwa vita. Na kama tunakumbuka, katika sehemu ile ya kwanza tulitamatisha na Grace alimwangalia kwa mbali akiwa anaondolewa. Alijisemea moyoni, nilimpa upendo, akanipa usaliti. Nilimpa amani, akanipa vita. Miezi kadhaa baadaye, Grace alianza maisha mapya. Alijifunza kuwa upendo wa kweli hauhitaji uongo, na mwanaume anayekupenda hawezi kufanya ulie kila siku. Charles alibaki na majuto, na Grace alibaki na somo. Si kila anayesema nakupenda ana maana ya kuwa anakupenda. Sasa karibu katika sehemu ya pili. Baada ya kuachana na Charles, Grace alijaribu kuanza maisha mapya. Haikuwa rahisi hata kidogo. Kila kona ya jiji la Arusha ilimkumbusha kumbukumbu zao. Mgahawa aliokuwa wakila pamoja, bustani walizokuwa wakikaa jioni, hata barabara aliyokuwa akipita kuelekea nyumbani. Lakini Grace alijikaza sana. Aliamua ya kwamba maisha haya hayawezi kusimama kwa sababu ya mwanaume mmoja aliyesaliti mapenzi yake. Aliendelea kufanya kazi saloni kwa bidii. Wateja walimpenda kwa tabia yake ya upole. Taratibu tabasamu lake lilianza kurudi, ingawa moyoni alikuwa bado na majeraha. Kwa upande wa Charles, maisha hayakuwa kama zamani. Tangu Grace amwache, biashara yake ilianza kushuka. Alikosa utulivu. Alianza kunywa pombe na kukesha usiku. Marafiki zake walimchoka kwa sababu kila alichozungumza ni Grace. Nilimpenda kweli Grace, alisema mara nyingi. Lakini ukweli alikuwa amechelewa kuelewa thamani yake. Siku moja Charles aliamua kwenda saluni alikokuwa Grace akifanya kazi. Alifika akiwa amevaa vizuri, amebeba maua makubwa mekundu. Grace alimuona, moyo wake ulishtuka, lakini uso wake ulibaki mgumu. Umefuata nini hapa? Grace aliuliza. Charles alimsogelea taratibu. Grace, nimekosea. Naomba unisamehe. Naomba turudiane. Grace alimtazama, lakini pia akatazama maua yale, kisha akamwangalia machoni. Charles, maua hayawezi kufuta usaliti. Charles alinyamaza. Wateja waliokuwa saloni walikuwa wakitazama kimya kimya. Nilikupenda kwa moyo wangu wote Grace, aliendelea, lakini ulifanya nijione sina thamani. Charles alipiga magoti mbele ya watu. Naomba Grace nisamehe. Grace aligeuka na kuingia ndani bila kusema neno. Charles alibaki nje akilia sana. Lakini kuanzia siku hiyo upendo wake ulianza kubadilika kuwa hasira. Aliona kama Grace anamdharau. Akaanza kumpigia simu kwa namba tofauti tofauti, akitumia laini mpya kila siku. Utanijua mimi ni nani? Huwezi kuwa na mwanaume mwingine tofauti na mimi. Tutamalizana. Grace aliogopa, lakini hakutaka kumwonyesha hofu. Siku moja aliamua kubadilisha namba yake na kuendelea na maisha yake kimya kimya. Miezi miwili baadaye, mwanaume mmoja aitwaye Brian alianza kuja saluni mara kwa mara. Alikuwa mteja wa kawaida, mwenye adabu, mwenye heshima na hakupenda kujionyesha. Kila akifika alimpa Grace tabasamu la utulivu. Polepole walianza kuzungumza. Grace aligundua Brian alikuwa tofauti na Charles. Hakulazimisha mambo, hakutumia maneno mengi ya uongo na hakutaka kujifanya mkamilifu. Siku moja Brian alimwambia, Grace, naona una huzuni kubwa moyoni. Sitaki kujua yaliyopita kama hutaki kusema, lakini natamani siku moja nione ukicheka tena. Maneno haya yalimgusa Grace sana. Kwa mara ya kwanza mara baada ya muda mrefu, alihisi mtu anamjali kwa dhati. Walizidi kuwa karibu sana. Charles alipata habari hizo kupitia rafiki yake mmoja. Aliposikia kwa Grace anaongea na mwanaume mwingine, hasira ilimpanda kama moto. Grace amesahau haraka hivyo, alisema kwa ukali Charles. Siku iliyofuata
Charles alimfuata Grace kwa siri. Alimuona akiwa amekaa na Brian bustanini wakizungumza huku wakicheka. Charles alihisi damu ikichemka. Alisubiri mpaka Brian aondoke, kisha akamfuata Grace. Kwa hiyo tayari umepata mwanaume mwingine? Grace alishtuka kumuona. Charles, unanifuatilia? Ndiyo, kwa sababu bado wewe ni wangu. Grace alikasirika. Mimi si mali ya mtu yeyote. Charles alimshika mkono kwa nguvu. Grace alipiga kelele. Watu waliokuwa karibu walikimbia na kuwafuata. Charles akamwachia na kuondoka kwa hasira. Grace alirudi nyumbani akiwa anatetemeka. Usiku huo alilia sana. Hakulia kwa sababu anampenda Charles tena. Alilia kwa sababu mtu aliyempenda zamani kwa sasa alikuwa adui wa amani yake. Brian alipopata habari hiyo alikasirika. Siku iliyofuata alimfuata Grace. Usiogope, sitakuacha upite haya peke yako. Grace alimwangalia kwa mshangao. Kwa nini unajali sana? Brian alitabasamu. Kwa sababu wewe ni mwanamke mzuri, unastahili furaha. Maneno haya yalimfanya Grace atokwe machozi. Kwa miezi mingi alikuwa amezoea kusikia vitisho, si maneno ya faraja. Siku kadhaa baadaye, Brian alimwalika Grace chakula cha jioni. Walikaa mgawani wakacheka, wakazungumza kuhusiana na ndoto za maisha yao. Grace alicheka mpaka machozi yakamtoka. Lakini walipotoka nje, Charles alikuwa amesimama karibu na gari lake. Uso wake ulikuwa umejawa hasira. Grace, kumbe hapa ndipo umefika. Brian alisimama mbele yake. Charles, ondoka. Charles akamsukuma Brian. Brian naye akamsukuma Charles. Ndani ya sekunde chache wakaanza kupigana. Watu wakakusanyika, meza za mgahawa zikadondoka, sahani zikadondoka, vikombe vikavunjika, kelele zikajaa. Grace alipiga kelele akijaribu kuwazuia. Polisi walifika haraka na kuwakamata wote wawili. Kituoni, Brian aliachiliwa baada ya maelezo. Charles alibaki ndani kwa sababu alikuwa na kesi za vitisho vya zamani. Grace alimwangalia Charles kupitia dirisha la kituo. Charles alikuwa ameinamisha kichwa. Mwanaume aliwahi kusema anampenda alikuwa amegeuka chanzo cha huzuni yake. Machozi ya Grace yalidondoka, lakini safari hii hayakuwa ya mapenzi, yalikuwa ya kuaga yaliyopita. Wiki chache baadaye, Grace alipewa ulinzi wa kisheria dhidi ya Charles. Charles alipelekwa kwenye programu ya ushauri wa tabia baada ya hukumu ndogo ya mahakama. Miezi 6 baadaye, Grace alianza maisha mapya. Brian aliendelea kuwa karibu naye kwa heshima na subra. Siku moja walitembelea bustanini jioni. Brian akasema, sitaki kushindana na historia yako, nataka kujenga kesho yako. Grace akatabasamu. Grace akafurahi. Kwa mara ya kwanza alijua tofauti kati ya mwanaume anayesema anakupenda na mwanaume anayekupenda kwa vitendo. Akamshika mkono Brian pole na moyo wake ulisema, penzi lilogeuka vita limenifundisha kutafuta penzi la amani. Na huu ni mwisho wa sehemu ya 2. Jiandae na sehemu ya 3 wa simulizi hii.